Wakati mwingine pesa ni kama shetani, huharibu mapenzi ya watu, lakini wakati mwingine pesa ni kama sabuni, husafisha mapenzi ya watu. Na kuna wakati mwingine madada wanaombea mwanamume asishike pesa, na wakati mwingine makaka wanaombea wanawake zao asishike pesa, kwa sababu pesa inakuja kuharibu kabisa mahusiano yao. Sasa katika movie yetu leo, pesa imeharibu mapenzi ya watu. Imeharibu vipi? Ilikuwaje? Twenzetu kwenye wapa mzigo. Mzigo unaanza bwana, tunaonyeshwa kuna mshikaji mmoja anaitwa Onyema. Huyu mchizi bwana ni mchapakazi sana. Ana supermarket yake moja, yupo na mchizi wake mmoja, wanapendana sana. Maduka yao yako sehemu moja. Lakini mchizi ana mpenzi wake ambaye ndio kama anamsaidia kwenye biashara zake. Anasoma chuo, msichana ana akili sana, lakini mvulana akili ya maisha anayo, ila akili ya darasani hana kabisa. Na leo hii mchumba wake anatoka likizo kurudi nyumbani kwa mpenzi wake, anampokea kwa bashasha sana. Wanapendana sana. Huyu mpenzi wake anaitwa Ifu na Nyaa, wenyewe wanapendana sana. Basi bwana akafika nyumbani akamwambia nimekuja kwa mara moja kukusalimia. Wakapika zao msosi, then baadaye wakalala. Kesho asubuhi mshikaji anaamka kitandani, anajikuta yuko peke yake, lakini anatazama simu yake, anakutana na message imeingia, ela kama 800 hivi. Anasema akanitumia 800 huyo mwanamke. Vipi? Mpenzi wake amemtumia 800. Msichana amejaliwa sana, ana bonge moja la bodi na anampenda sana 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 mpenzi wake. Basi baada ya kufika akamwambia, "Vipi? Mbona umenitumia pesa nyingi?" Akamwambia, "Unajua, wewe najua una deni kwa mtu ambaye unafanya naye biashara. Kwa hiyo nimejua hiyo hela unahitaji zaidi kuliko mimi. Ndio maana nimekupa hiyo pesa." Akamwambia, "Umeipata wapi?" Akamwambia, "Mimi ulinipatia wiki iliyopita kwa ajili ya masuala yangu ya shule. Kwa hiyo nimeamua mimi nikurejeshee ili umalize matatizo yako." Mshikaji akasema, "Unanijali sana. Je, utaendaje chuo?" Sema, "Mimi hapa najua ni 400 tu kutoka hapa mpaka chuoni kwetu. Kwa hiyo nitajua namna gani ya kusurvive. Lakini wewe unahitaji hela zaidi kuliko mimi." Mshikaji akasema, "Mimi nimebarikiwa sana. Nakupenda sana mpenzi wangu." Ndio maisha yao, wanapendana sana. Sasa bwana baadaye huku dukani kwa Onyema, yule supplier anomletea mizigo amekuja kufuata pesa yake. Licha ya kulipwa ile 800, lakini akawa anapiga sana kelele, "Bwana mimi nahitaji pesa yangu." Na anachukua funguo yako. "Kama utanilipa hela yangu ndani ya wiki moja, nitakurejeshea funguo yako. Lakini kama hujanilipa, nakuja hapa nachukua kila kitu kilichokuwa ndani." Mshikaji akawa analalamika, "Sasa kama unanifungia duka, mimi nitapataje pesa?" Akamwambia, "Mimi sielewi, nakupa wiki moja." Wakaondoka zao. Baadaye akawa anamsimulia rafiki yake kile ambacho kimetokea. Hakuwa na namna, akawa anasema, "Wanachukua funguo yangu ili nitafute pesa. Sasa pesa mimi nitapata wapi wakati ninapopata pesa ndo kwenye duka langu?" Lakini hakuwa na la kufanya. Baadaye bwana akarudi zake nyumbani, akawa na mawazo kibao. Ikabidi achukue simu, apige simu ili awakope watu. Lakini licha ya kupiga simu kwa watu wengi sana, hakuna mtu ambaye ameweza kumkopesha. Akawa amechanganyikiwa. Mara huyo mpenzi wake amefika, kumwambia nini? Akamsimulia kilichotokea. "Bwana, ofisini ndio hivyo, lakini pia hapa nimepiga simu nyingi sana ili nipate mkopo, lakini wapi, sijapata mkopo." Basi mpenzi wake akawa anampetipeti, anamwambia, "Kula chakula." "Mimi sina njaa." "Nakula nina njaa gani bwana?" Basi bwana kwa kuwa wanapendana, akaanza kumpetipeti pale, akampa moyo, akawa anamlisha mpenzi wake chakula. Wanapendana sana. Sasa bwana, mwanaume ukikosa pesa, vishawishi kwa mpenzi wako ndo vinakuwa vingi sana. Baadaye kipindi msichana yupo kwenye mishemishe zake, akakutana na jirani ambaye anampenda sana msichana. Akamwambia, "Ifunanya, mambo vipi? Mimi unajua nakupenda." Msichana akamwambia, "Nimeshakwambia mimi nina mpenzi." Mshikaji akamwambia, "Bwana mpenzi wako anaonekana kama comedy, haonekani kama yuko serious." Msichana akamwambia, "Sawa, yuko serious. Hivi unavyoniona mimi kama simchukulii mpenzi wangu serious? Achana na mimi." Mshikaji akamwambia, "Basi nipe nafasi ya kwenda na wewe out mara moja tu. Ukiona kwamba sikufai, basi achana na mimi, sitokusumbua tena." Msichana akasema, "Achana na mimi, nina mpenzi. Sitaki." Akakataa. Ana msimamo licha ya mpenzi wake kuwa vibaya kiuchumi kwa sasa. Sasa ukija huku upande wa pili, mshikaji amechanganyikiwa, ana hasira muda wote. Wako zao baa na kula zao labu, mara anatokea mshikaji mchezesha magemu. Anafika pale kwanza mshikaji anamtimua, hataki hata kumsikiliza. Rafiki yake ikabidi amwambia, "Msikilize bwana, usiwe na hasira." Ikabidi mshikaji ajishtukia, akamuita kweli, "Njoo, ulikuwa unasemaje?" "Bwana tunachezesha game hapo, unatoa tu hela kidogo, unacheza game. Shingapi?" Ikabidi mshikaji aingie mfukoni, akatoa hela. Baada ya kutoa, akawa anaendelea kupiga story. Mshikaji akamwambia, "Inabidi uchague namba." "Dogo, nitakupiga vibao, unajua unanichanganya." Akamwambia, "Inabidi uchague namba." Rafiki yake ikabidi ampoze.
Kweli bwana, akachagua namba, mshikaji wa mchezesha magemu wakawa anaondoka. Wakawa wanaendelea na mishemishe zao, wanaongea pale. Sasa mshikaji hata hajafika mbali, mara akapiga bonge moja la ukunga. Watu wote baa wakashangaa, nini tena? Kumbe bwana, jackpot ambayo alikuwa ameicheza kimzamzaa alikuwa amepiga kama naira milioni 300, kibongobongo kama milioni 500 hivi. Basi bwana, mchezesha game ikabidi arudi pale amuonyeshe rafiki yake ambaye ni Maki. Maki kweli akatazama vizuri, akapiga kelele, milioni 500. Akawa amechanganyikiwa. Mshikaji haelewi, unajua, anaona kama vile ni maigizo. Akili haziko sawa kabisa. Ambia nini wewe? Unaongea jambo gani? Oya wewe tajiri. Ikabidi mshikaji wake atoke kwenye siti akakae hata kwenye siti ya mchizi. Ndugu yangu umekuwa tajiri. Mshikaji vote anavyoambiwa, haelewi kile ambacho kimetokea. Baa nzima watu wote wanashangaa, milioni 500 ni hela nyingi sana. Sasa Onyema yeso jokeli, kwa hata elewi kile ambacho kinaendelea. Rafiki yake mpaka akageuka chawa, yani alikuwa mjako hapo hapo. Umepoa baba, umepoa, ushakuwa doni baba, umepoa, ukifa unaenda peponi. Yani maneno kibao, lakini mshikaji haelewi kile ambacho kinaendelea pale. Washikaji wa baa nao wengine ambao hata kucheza game wakawa wanamngangania mcheza game nao wacheze, na mimi nataka kucheza. Yani kila mtu akaa amechanganyikiwa. Kifupi mchizi alikuwa tayari tajiri, lakini hajui kile ambacho pale kimetokea. Aamini kabisa yani. Chawa Mark ikabidi anyweshe baa nzima, alikuwa na uhakika wa pesa, kwa akanywesha baa nzima, watu wakapiga bia. Kesho asubuhi mshikaji anaamka, anakutana na message ya milioni 210 kwenye simu yake. Kwanza akawa kama vile amini, akafikicha macho vizuri. Hebu wewe amka vizuri, mbona kama macho yako hayaoni vizuri? Amini, anaangalia tena, anakutana na milioni 210. Jamani, milioni 210, milioni 210. Akawa anafurahi ajabu. Ikabidi apige hadi magoti pale, Jehova asante sana. Akawa anamshukuru Mungu wake pale. Kalala maskini, anaamka tajiri. Mtu wa kwanza kufurahi naye kuhusiana na pesa alizopiga, ikabidi apige simu kwa mpenzi wake. Akatoka huko chuo mpenzi wake naye hemu haraka mpaka nyumbani kwa mpenzi wake. Vipi mpenzi wangu, nimepiga hela nyingi. Kweli una uhakika? Ndio. Wakawa wanafurahi, wanapiga na magoti, wanamshukuru Mungu wao. Asante Mungu. Walikuwa ni watu ambao wanawaza hela wanapataje, lakini wakaja kupata pesa nyingi kwa wakati mmoja. Wakafurahi sana. Akawapandisha juu huko kwanza, waende wakanyoshane, wakapandisha juu ya ghorofa. Baadaye wakawa wameenda zao baa kwenda kujifurahisha, kujipongeza baada ya kutengeneza pesa kwa muda mfupi. Sasa huko baa huko wakapiga sana bia. Unajua kuna mahela mengi sana. Lakini sasa baada ya kulewa sana, wakawa wasichana wa baa wanakuja wanajipitisha kwa mshikaji na wanamkalia juu, wanamkatikia mbele ya msichana wake. Akawa anatazama kile ambacho kinatokea Ifnanya, huko anatoa machozi, yani ana hasira, lakini hata cha kufanya na mshikaji hajali wala nini, yuko busy na kufurahia. Amelewa. Baadaye akamkokota mpenzi wake, wakawa amerudi nyumbani. Amelewa chaka alimshikaji. Basi bwana, siku ikawa imeisha hivyo. Kesho asubuhi baada ya mshikaji kuamka, ana hili wala lile, anaenda kwa mpenzi wake, anamsalimia. Mpenzi wake anamjibu utumbo. Ikabidi amwambie kuna shida gani? Akamwambia jana umenifanyia jambo gani? Yani umenidhalilisha mbele ya wale wasichana. Mshikaji akamwambia samahani, nililewa, hata sikujua ni nini kilichotokea. Demo akawa bado ana mind. Mshikaji akapiga na magoti, akampetipeti mpenzi wake. Swala alikuwa jepesi, likaisha pale. Basi bwana, msichana akarudi zake chuo, maisha mengine yakaendelea. Baada ya wiki kadhaa kupita, siku moja Ifnanya akawa amekuja kumtembelea mpenzi wake, lakini baada ya kufika nyumbani akamkosa. Ikabidi aende ofisini kwake, lakini pia baada ya kufika ofisini kwake akamkosa. Ikabidi awe anaondoka. Wakati anaondoka, mara rafiki yake Maki akawa anarudi. Ikabidi amshtue shemeji yake. Baada ya kumuona Maki akamwambia, nilikuja kumwangalia rafiki yako, yuko wapi Inyema? Mshikaji akasema, mbona Inyema hajatokea hapa ofisini? Ana wiki ya 3 ama mwezi sasa tangu alipokula ile hela hajatokea hapa. Msichana akashangaa, akasema nawasiliana naye kila wakati na ananiambia anakuja ofisini. Kambeka kudanganya ajaje hapa ofisini. Msichana akawa amechanganyikiwa. Mshikaji akamwambia pia, basi naomba umwambie rafiki yangu apokee simu, kwa sababu aliniahidi atanipatia milioni 2 ya kuongeza mtaji kwenye biashara yangu, lakini simu yangu hapokei kabisa. Msichana akamwambia sawa, lakini akawa amechanganyikiwa. Kwa nini hajaje ofisini? Mpaka duka lake lote limefungwa na watu waliokuwa wanamdai wamekuja kuchukua vitu vyote ndani. Kwa nini hajalipia na hela alikuwa nayo? Kwa msichana akawa kama vile amechanganyikiwa. Akarudi nyumbani. Baadaye akakutana na mpenzi wake. Ikabidi aanze kumwambia, kwa nini hujatokea ofisini mpaka duka umefunga? Kwa nini?
Mshikaji akaanza kusema mimi sijatokea, unajua hivi na hivi, kwa sababu sasa hivi nafanya muziki. Ikabidi amwambie wewe kuimba uweze mpenzi wangu, inabidi uwekeze sasa hivi kwenye biashara yako, mambo yawe mazuri. Kumbuka msichana ni msomi na anamsaidia vitu vingi sana vya kisomi mshikaji. Mshikaji darasa ana, baada ya kupata pesa akataka tuwe kufanya muziki. Akamwambia bwana, muziki utatufanya tuwe matajiri, mimi sitaki tena kufanya ile biashara. Msichana akamlazimisha pale, lakini wewe kuimba hujui. Akamwambia mimi najua kuimba. Angalia ile sauti ya Davido, sauti ya kawaida lakini sasa hivi ni maarufu. Kwa hiyo mimi najua kuimba na nitaimba. Akamwambia hebu niimbie. Njoo studio utanisikiza mimi namna ambavyo nimeimba. Mchumba wake akamwambia wewe kuimba hujui. Lakini mshikaji anamwambia mimi nitatoka na anajua kuimba. Hebu msikilize mshikaji namna ambavyo anaimba. Atatoboa kweli huyu? Le kwenu unyodogu. Unyodogu. Sasa siku zinavyozidi kwenda, mshikaji akawa anabadilika sana kitabia. Akawa apokei simu hata za mpenzi wake Ifunanya. Kumbe wakati huo mshikaji yuko studio tu huko ana record, lakini sasa kurekodi kwenye hajui, yani hajui kuimba. Lakini sasa unajua ukiwa na pesa, kila mtu anakuambia tu unajua kuimba hata kama hujui kuimba. Sasa wakatokea washikaji wawili, wakataka kumtapeli mshikaji. Wakawa wanamtazama namna ambavyo anaimba, wanapiga mipango ya kumtapeli. Mchizi anajimaliza tu pale na mziki wake haueleweki. Pepeta, pepeta, pepedem, pepedem. Yani nyimbo haieleweki kabisa. Lakini washikaji wakawa wanamjaza tu. Baada ya kumaliza pale na makofi wakampigia. Sasa mshikaji akanyanyuka, akamfuata. Akamwambia bwana, mimi ni promoter. Mimi bwana ni promoter mkubwa sana. Nimewapromote wasanii wengi wakubwa. Wewe una kitu. Yani wewe ukinipa mimi kazi na kutobolesha. Mshikaji anashangaa, unanitobolesha? Tufanye kazi. Akamwambia sasa sikiliza. Una nyimbo ngapi ambazo ushawahi kuzitoa? Akamwambia hapana, hii ndo nyimbo yangu ya kwanza kutaka kuitoa. Akamwambia sasa sikiliza, una Boomplay? Sina. Akamwambia sikiliza, sasa hivi muziki watu wana distribute huko kwenye Apple Music, kwenye YouTube. Sasa inabidi kwanza tuanze kufungua YouTube huko na mitandao mingine. Wakawa wanamtengeneza mazingira ya kumpiga pesa. Mchizi hana darasa, haelewi chochote kuhusu kudistribute muziki kwenye network huko. Kwa wakawa wanampanga tu pale. Akamwambia hilo tukilifanya pia inabidi uanze kubadilisha muonekano wako. Kuna yule pale mrembo atakupa muonekano mpya, yule tunampa jukumu la kubadilisha. Kweli bwana, wakampanga pale. Baadaye akatoka na yule msichana kwenda kununua nguo, then wakapitia nyumbani kwa mshikaji. Wakamkuta Ifunanya amelala na msubiri tu mpenzi wake. Baada ya kufika pale, wakawa wanaongea, sasa inabidi upumzike, baadaye nitakufuata twenzetu kwenye club huko. Pumzika, urelax. Basi wakaongea wakamaliza, ikabidi msichana akataka kuondoka. Mshikaji akasema usiondoke kwanza nikutambulishe. Huyo mpenzi wangu anaitwa Ifunanya. Ifunanya, huyo anaitwa Vicky. Huyu ndo anaenda kunifanya mimi kuwa na muonekano wa kistar. Demu akasalimia lakini akanyamaza kimya. Ifunanya akawa amemind hivi. Msichana akaondoka Vicky. Wakabaki wawili. Ikabidi Ifunanya amwambie, "Hiki ni kitu gani?" Akamwambia, "Huyu ni msichana ambaye anakuja kunifanya mimi niwe maarufu duniani." Msichana akawa anamwambia, "Sikiliza, mpenzi wangu, wewe kuimba uwezi. Achana na kuimba, tufanye vitu vingine, tuinvest hela kwenye vitu vya msingi." Akamwambia, "Sikiliza, usinipangie vitu vangu nyumbani kwangu. Usijifanye umesoma." Msichana akamwambia, "Hapana, mimi nauelewa unafanya vitu vya kipumbavu." Akamwambia, "Unanitukana. Hela ambao nakusomesha mimi chuo leo unajiona una elimu kuliko mimi. Sikiliza, usinitukane." Akasema, "Hapana, mimi sikutukani." Ikabidi msichana apoe. "Sikiliza, wewe unanitukana." Mchizi ana hela sasa hivi. Anaongea kiasira, ni vile ambavyo hataki hata kumsikiliza mpenzi wake. Jambo anamshauri vitu vya msingi. Akamwambia, "Sikiliza kwanza nishaga hili. Kama vipi chukua kila kitu chako, nenda. Alafu ukinimisi njoo unione, alafu unaondoka. Sitaki kukaa na wewe hapa kwa sababu unanipangia vitu vingi sana." Msichana akamwambia, "Tusifikie huko. Nilikuwa nakwambia kitu kizuri tu kwa ajili ya maisha yetu." Akamwambia, "Nishakwambia, chukua kila kitu wewe ondoka, nifanye vitu vingine." Msichana akamwambia, "Sitaki utani wako, naondoka zangu jikoni. Nilikuwa naandaa kitu." Msichana akataka kuepusha ugomvi. Mshikaji akamwambia, "Ole wako, uende jikoni. Nimeshakwambia, chukua kila kitu, ondoka." Msichana akamwambia, "Lakini sina pa kwenda." Akamwambia, "Sikiliza, kama una pa kwenda, nakupa 2,000,000 sasa hivi. Na kutumia 2,000,000, nenda katafute nyumba ya kuishi." Msichana akamwambia, "Mpenzi, tusifikie huko, nimeshakwambia." Akamwambia, "Lakini sasa licha ukinipa hiyo pesa, sina sehemu ya kwenda kutafuta kwa sababu mimi sijui madalali." Akamwambia, "Sikiliza, na kutumia basi 1,000,000. Nenda kakae hoteli. Ukishaka hoteli, afu ukishatafuta nyumba ukipata na kutumia 2,000,000 nyingine." Mchizi ana hela nyingi. Anadharau sasa hivi, hataki kushauriwa. Msichana akawa anaomba msamaha, amepoa, lakini wapi, mshikaji hajataka kuelewa. Akawa anaongea kiunyonge. Hebu sikiliza msichana alivyokuwa anatilia unyonge kabisa. Let's just talk about it. Talk about what? Hela inambadilisha mtu wakati mwingine. Hela wakati mwingine ni nzuri, wakati mwingine ni shetani kwenye mahusiano yetu. Na imani kuna madada
wanapitia vitu kama hivi kwenye mahusiano yao. Wakati ambapo mwanamume ana pesa, kulikuwa na amani sana, lakini baada ya kutengeneza pesa, mwanamume anabadilika, na wakati mwingine hata kwa watoto wa kike pia, kama walikuwa wana kazi, wakipata kazi wanaanza kuleta dharau. Msichana akatilia huruma, akaenda kuchukua vitu vyake, akawa anaondoka, aamini kama kweli mshikaji amemtoa nyumbani. Pesa, pesa, pesa. Hapa sio mwisho wa movie hii. Soon tunaposti sehemu inayofuata.